Sijui yupi awe makini zaidi kati ya anaooa na kuolewa, kwa sababu kuna namna ambavyo watu wanakwenda kuoa. Mimi naoa ili mradi nisionekane kama nataka nionekane kidume. Yani nataka familia inione kama mimi shababu vilivyo. Mimi naoa ili washikaji zangu wengi wameoa na mimi wacha nioe. Namna hiyo. Sidhani kama kwa wanawake kuna wacha niolewe niwakomesha mashoga zangu. Sasa nadhani ipo yeah, ipo. Kuoa na kuolewa kwa jamii zetu wa sasa Kiafrika, labda niseme pia kwamba harusi unajua kwetu ni ya jamii, na ndio ilivyo, ila ndoa ni ya wahusika wawili. Kama ni ndoa ya mme mmoja, mke mmoja, upande mwingine najua ni wake zaidi ya mmoja. Kwa hiyo ndoa ni ya wawili, kama ni ya wawili au ya watatu, lakini harusi ni ya jamii. Sasa watu wengi wanaitafuta harusi, watu wengi wanaitafuta sherehe. Ndio maana unaona binti asema mimi sijavaa shela, mimi sijafanya bridal shower. Saizi kuna shower nyingi hizo, vile vijisherehe vya kabla na baada ya pale. Hizo zote ni harusi, hizo ni kusherehekea. Sasa kuna ndoa yenyewe ambayo unaishi na nani, mtaishi for the rest of your lives. Ana tabia gani, anafanya kitu gani, anaamini nini, wewe unaamini nini, inabidi ujitambue. Lakini nilivyokuwa nasema kipindi kile kwenye kutambua, inabidi watambue hata watu na mazingira yako. Inabidi umtambue unayeoana naye kwa kadri utakavyoweza, kwa sababu huwezi ukamtambua 100%. Pata pa kuanzia afu mwanze kujitafuta pamoja, kwa sababu ndoa ni taasisi. Wanasema kwenye hiyo ndoa ni taasisi. Wanasema mwanamke unaanza kumuelewa, kumjua, kumfahamu kadiri utavokaa naye kwa miaka uliomuoa. Kama mwanamke ulimuoa akiwa na miaka 22, ukiishi naye ndani ya miaka 22 ndio unaanza sasa kumjua vilivyo. Sasa kumbe huyu ni hivi. Exactly. Ili lina ukweli wote. Lina ukweli kwa sababu ameishi miaka 22 akiwa na wazazi wake. Ndio. Inawezekana wewe ulikuwa Tanga, yeye alikuwa Mtwara. Bora hizo ni pwani. Inawezekana ulikuwa Tanga, yeye yuko Sumbawanga. Ona ni mbali. Mwingine labda nchi tofauti. Huyu kasoma St. Kayumba, huyu kasoma St. English Medium, tofauti. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo amekuwa ni mtu ambaye ana maisha yake kwa miaka 22 na mazingira yake na jamii yake na imani zake, na wewe pia. Sasa ni kitu kidogo sana kinachokutanisha na kuunganisha. Inawezekana tena ni hisia au mihemko. Sasa hisia zikishakaa pembeni, ndio unaanza kumuona mwenyewe ni nani. Ikija kwenye budget huwa yukoje huyo mtu. Ikija kuna watu wamegonga gate usiku, anatoka kuweka kifua mbele. Ndio. Kwa sababu kama alikuwa kama ulivyosema, kuonesha familia kwamba ana kifua usiku, familia haipo, unajua. Ni nyie wawili. Vitu kama hivyo.